Naam, ni tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge. Na tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Kisii, wakati ambapo gavana Simba Paul Arati ameanza kuzindua miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo imefadhiliwa na serikali ya kaunti hiyo ya Kisii, na amekuwa katika eneo la Bomachoge Borabu kuzindua miradi tofauti. Na haya ni yale ambayo aliyasema. Abantu badena kindi keke okolekanaga siasa babwa ekibesa chi county twabaire national government togende tukumana na barabu torore bozemba beke kibesa kibatu promise nto twarete 250 million na kigenda dokolega chikide 250 million mtuta torore bose serikali nene ngochibekere esa supplementary. Na wakati huo gavana Simba Paul Arati amewakozoa wale ambao walikuwa wanaipusilia ndoto na azima ya aliyekuwa waziri mwenye mamlaka makuu zaidi katika serikali ya mpito Daktari Fred Matiang'i ya kuwania urais mwaka wa 2027, huku akiwahimiza vijana kujitokeza na kushika kura kwa wingi ili kumsupport waziri Matiang'i ifikapo 2027 kama atawania kiti cha urais. Mwanje ni Matiang'i yangondaro no kuboko sega yana wodi na iwe mojuka ika yana ba bisimbi saidi ko ya saragate ya kaba businzo kora tubati ko sege bikomeza abantu bakakibisa na intwe raundi numu busi lazima twake kura yonse registered voters 700,000 ndagede raundi ekoro sento iki 900 na Nyamira baiki ose 503 million korusi aba kusibande baleke nyengima at least 1 million ibe na lichikabire chinde kirato sike. Na tukiachana na taarifa hiyo, tunaingia katika bunge la Kitutu Chache South, eneo la Marani. Watu ambao hawajulikani walifamia shule ya msingi ya Nyakyogiro na kuiba vitu vya dhamani kutoka shule hiyo, vile ambavyo mwalimu anasimulia. Itukolia chuma twakorete buya wiki eri yaeta na abalimu na abana aho twalenga iga tugakorega simunire kawaida mangana masomo na kiregento tugakora maragoba tukabana libaga bakagenda ka ono tukagende weekend akaratu wache taiga litukolia lengeri ya Jumatatu tariki 20 mutinyu mutangani mwaka oyo 2025 etwanyorete nga ebisieri bigoire ase tobegete ebitabu bigoire ebitabu bya bana stationery textbooks na ebintu biri bagotumia bya learning ebinge ebyanyarete ko kurusuwa. Ombi letu ni kwamba uchunguzi wa ndani ufanywe ili kujua ni kina nani hao ambao walileta hasara hiyo katika shule hiyo ya Nyakyogiro na vitabu vilienda wapi. Tukiachana taarifa hiyo, wale ambao ni waandalizi wa maonyesho ama show ambayo inafanyika kila mwaka katika bunge ama kaunti ya Kisii, eneo lile la Kisii Town ama Kisii Show, wameanza kuandaa show hiyo ama maonyesho hayo, na leo hii walimtembelea naibu gavana Elijah Bebo, na haya ni yale ambayo waliyazungumza. Itukolia lero igo twarorire mu deputy governor nabo igo twanyarire koba tokomwapisha buno mu deputy patron wesho yaito ya Kisii elinde tubwatira namo asokwanda amaonyesho yo mwaka oyo ayo agocha koba mutenyo saba na inchi gonkwere ngambu ya mona ase timu yenene yesho gochichobisi rero na inchi gontona inchi koba mu deputy patron wesho na itabire ikiagera na inje no mulemi na inje no muntu Kisii county na ndi tayari kobana abantu babinto ase show bante biria mangana maya mange na nasemeringe show yugo chikoba yego chikoba show yogo kumia. Na taarifa za kitaifa ni kwamba baada ya rais wa Marekani Donald J. Trump kuapishwa rasmi, yale ambayo aliyazungumza wengi kutoka nchini Kenya wameyaunga mkono, ikiwemo Peter Kaluma ambaye ameunga mkono swala la kusema kwamba kuna jinsia mbili, kike na kiume. Huyu ni Peter Kaluma.
executive order saying there are only 2 gender categories. You are either male or female. Full stop. He has also said that nobody will claim he's a woman and take the benefits we've been fighting for in terms of protection of our girls and women for eternity simply by identifying themselves as the people of Kenya. Efforts which have been made by those foreign powers to thwart the family protection bill which I proposed in Kenya from being enacted into law. Na kabla tuingie katika taarifa za spoti, Rais Ruto anaendelea na ziara yake ya siku 6 eneo la magharibi mwa Kenya. Kuna mengi ambayo yanazungumzwa pale, siasa zimechacha katika eneo lile la magharibi, huku pia wakimuingilia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu yale ambayo anayazungumza na kuikosoa serikali. Tumsikize Kimani Ichung'wah ambaye ni majority leader katika bunge la kitaifa. Alikuwa anajiita ati yeye ni mtoto ya Mau Mau. Akuje hapa tu aone watoto ya Mau Mau. Wako hapa ama hawako? Si wako hapa? Yule ni mtu muongo. Tena mwizi sugu. So governor ukiuliza anajua nini? Anajua ukabila. Number 1. Number 2 anajua wizi. Number 3 anajua kupora mali ya mayatima na mama wajane. Mpaka mama ya bibi ya ndugu yako mjane unapora mali yake. Huyo ni mtu kweli? Semeni ashindwe. Ashindwe asishindwe. Tusonge pamoja Kenya moja. Tukimalizia ni katika spoti. Leo hii mtazamaji, katika ligi ya KPL, kumbuka kwamba weekend iliyopita tulikuwa na Shabana, lakini leo hii Jumatano 22 kutakuwa na mechi kati ya Police FC na vile vile Bandari. Pia Gor Mahia itakuwa na mechi leo kati ya Gor Mahia na Sofapaka, huku pia KCB ikiwa na AFC Leopards. Kesho tutajua ni nani alishinda, ni nani alishindwa. Videlis Mashoge, AGR News.